Nilipata safari ya kwenda area za Nyandarua County kufanya kazi ya ujenzi. Hapo sasa nikawa nimefika, nikaonyeshwa nyumba ya kulala, najaribu kwenda kutafuta vifagio za kufagia, naelekea kwa ile mti sasa kuchuna vifagio za kufagia. Hao nawaona kando kando ni wakulima wa huko wenye tulipata kwa boma. Kwanza nikamsalamia. Jamaa anaitwa Mwangi. Akanipea story 2-3, nikafurahia, akanionyesha, nikachuna mti pale. Hizo unaona huko ni mashamba, wale ni wenye boma. Sasa naelekea kufagia nyumba ya kulala. Hiyo unaona kando ilikuwa gari ya tajiri yangu iliyonibeba kutoka Nairobi. Vinywaji tulikunywa, kukula tulikula. Unajua lazima upewe chakula kama fundi, ufike kama umeshiba, usishindwe na kazi. Kushindwa na kazi utarudishwa Nairobi mara moja sana. Na mimi sitaki kurudi bila kufanya kazi nipate pesa niweke mfukoni. Masaa kutoa toolbox. Hiyo ni toolbox yangu, imebeba kila kitu, futi, kabiro, kamba, nini. Vitu zote ziko hapo ndani. Bagi unaiona pale chini. Bosi wangu ndio huyo hapo amekuja. Uncle Sam, jamaa mungwana sana. Ukitembea na yeye utashiba, paka ingine ubebe. Wende ugawe huko mbele. Jamaa mungwana sana. Kazi sasa imeanza ya ujenzi. Lazima mchanga ipimwe hapo. Jamaa safirishe mchanga kufanya nayo kazi. Na hiyo area ilikuwa mbichi. Ni kama jamaa alikuwa anakwama hapo mali amefika. Alikuwa akijaribu kuendesha hiyo wheelbarrow lakini sasa akakwama. Unaona amekwama round 1, akakwama round 2 lakini hakukwama, akasonga na safari. Anaelekea kwa ile nyumba. Ile nyumba ndio tunaijenga ya 5 bedrooms. 5 bedrooms. Huyo ni mwenzangu anaenda kumsaidia. Huyo anaitwa handboy. Kwa Kiswahili anaitwa mtu wa mkono. Kwa Kizungu ni kama huitwa handboy ama helper. Huyo ni helper, anaenda kusaidia yeye. Ni usiku sasa imeingia. Natayarisha moto, usiku imeingia, ni umbu, baridi, lazima niakishe moto. Wenzangu wakaribia waanze kuiota. Hiyo area bila moto huwezi survive ras. Wacha nikwambie, huwezi survive. Moto lazima uwakishe. Bila moto mikono utaeka kwa mfuko, uvae gloves, uvae nguo 5, socks 5, blanketi 2. Hapo natayarisha moto. Huko baridi ni kama mvua. Na mvua je? Si utatoroka.
Cabbage nimerusha hapo kando, nafikiri umeiona. Nairobi si akishangi moto. Nairobi kishaingia tu kwa nyumba anze kuona TV, ungoje madam apike ukule mlale. Lakini Nyandarua usiku bila moto. Sasa hao ni mafundi. Tumekaa nao pamoja tukiwa watatu. Wakatikati ni Ras Edu, mwanamuziki. Tunaota moto. Sayo ni usiku saa 2 ukumbuke. Hiyo ni saa 2 usiku. Najaribu kutayarisha moto iwe tayari. Unajua nilitembea nao lakini ni kama waelewi ama jamaa. Mimi ndo nilikuwa pale kama organizer. Asubuhi kafika. Asubuhi imefika, sasa Mluya lazima atafute maziwa. Lazima Mluya atafute maziwa asubuhi ya kwenda kupika chai tukunywe ndio tuendelee na shughuli. Hapo nikataka kujua ng'ombe. Ng'ombe ni kama inataka kunipiga hedi, nikasimama kidogo, mimi nikarudi nyuma. Na hiyo ni ng'ombe ya grade hiyo. Inatoa maziwa sana. Zingine ndio zile pale mbele. Nikaelekea kwa ule mama nakamua pale mbele, ili nipewe maziwa ya chai. Niko na karibia. Already mama ashaniona. Huyo ni mama wa boma. Huyo si mfanyikazi, huyo ni mama wa boma aliyetukaribisha hapo jana. Imagine hiyo ng'ombe, hiyo ng'ombe inatoa lita karibu 10 asubuhi. Jioni tena lita 10 asubuhi. Hiyo si ni 20. Na nimeacha Nairobi maziwa ikiuzwa lita moja karibu 60 bob. Lakini pale nilipewa free kama fundi mkubwa. Njagi mzima hiyo ni lita 2. Huyo ni shosho. Nilitaka kwenda kumsalamia. Nikamsalamia. Kumbuka ni asubuhi saa 1 inaelekea. Najaribu kumuuliza ng'ombe iko aje, maisha huku iko aje. Ananieleza. Unaona style nimevaa? Nimevaa style ya ubaridi. Nairobi hata sivaangi hivyo. Ananielezea maisha huko. Najaribu kusikiza hapo vizuri. Ananipea story. Mama ng'ombe anaendelea tu kunikamulia maziwa yangu. Nisichelewe na kukunywa chai niingie job. Huyo mama anakamua maziwa anaitwa Emily. Nakaribia kuona vile inakamuliwa. Nitake kujua. Si unajua Nairobi hakuna ng'ombe. Na mimi by the way Nairobi sijaiona ng'ombe. Hata kama wako nazo
Sijai karibia zikikamuliwa. Ushago nilitaka nizione live. Hiyo maziwa nilipewa maziwa mingi sana, hata nikastuka. Maziwa free. Ingekuwa ni Nairobi ungepewa na pesa. Nairobi kila kitu ni pesa. Lakini juu nilikuwa fundi, nilipewa maziwa free ya chai 2 liters, maziwa fresh. Hapo ni kama anaita msichana wake alete njag niekewe maziwa. Ako karibu kufika, tulia tu utamwona. Wewe unaweza kukamua ng'ombe wewe? Kukamua ng'ombe ni ngumu. Unafinya hiyo matiti unasikia ni ngumu kidogo. Najaribu kumuuliza kama anaweza kamua hata mimi, lakini baada ananiambia ngoja dakika moja kidogo. Na karibu kuona vizuri. Ndio saa zile nitaanza kukamua isinishinde. Emily alikuwa mama mzuri sana. Yaani mpaka ananikubalia nikaribie yeye kuona vile anakamua. Wengine wanakuambia songa huko, songa. Msichana analeta njag, ndio huyo. Analeta njag niekewe maziwa. Hiyo njag inatosha lita 2. Hiyo mlima unaona huko mbali ni Aberdare. Hiyo mlima unaona ya blue huko mbali kabisa. Unaiona? Hiyo ni Aberdare. Inanyesha baridi kunyesha. Nishaekewa maziwa, ndio hiyo imejaa. Imejaa. Liende nikunywe chai, Mluya na chai. Mluya na chai lazima. Emily ameniekea maziwa. Nakwambia hata wewe ukiwa fundi utaheshimiwa hapa duniani, utakuwa unapewa vitu kwa maboma huku paka unashiba tu. Maziwa iko tayari. Hapo ananiambia maziwa vile inatoka. Huko kwao si bei kali. Nyandarua County hiyo maziwa si bei kali kama Nairobi. Hiyo ni lita 2. Nairobi hiyo ingekuwa ni 120. Hiyo shosho ndio huyo mwenye ile nyumba unaona nyuma yake, ndio nyumba yake hiyo. Anafurahi sana. Hiyo ndio wenye boma. Maziwa iko tayari, wanapea msichana aenda anipikie chai, unamwona? Hiyo ndio msichana alikuwa nimepewa ya anipikie chai, atupikie chai kama sisi mafundi 3. Anaenda kutupikia chai saa saa 1 asubuhi. Ndio huyo anapeleka. Anaenda kuandaa chai ya fundi. Rasaido kunywe chai ndio aanze job. Rasaido akishiba anafanyanga kazi. Shosha anaendelea tu kunipea story akicheka. Shosha anaendelea tu kunipea story akicheka. Wala la 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 la. Wewe nipe tu story na unacheka hapo. Emily pia ndio yeye ananipea story na anakamua. Malize tu kukamua mara moja. Wewe cheka tu, hata mimi nitakamua. Shosha ananipea tu story tu ya Nyandarua County. Unaona ananipea tu story
vile walipata hizo mashamba. Ananipea tu story. Na hajaenda kufunga kondoo. Kidogo kidogo utamuona akienda kufunga kondoo. Story ilikuwa imeshika sana. Si nimekuambia shosho anaenda kufunga kondoo zake na mjukuu, si ndio ule? Wanaenda kufunga kondoo zao. Kondoo imejaa manyoa sababu ya baridi ya hiyo area. Kama za uzunguni tu. Yaani kondoo zinakaa kama za wazungu, manyoa imejaa sababu ya baridi. Shosho anaenda kufunga kondoo na mjukuu wake. Wata ukaenda kufunga mbali hizo kondoo, walienda tu kufunga hizo area tu. Mali tu amefika hapo, si mbali. Hapo ndio alifunga kondoo ya kwanza. Unaona hiyo boma vile ni supu. Nakwambia ukiwa mashambani lazima uwe mfugaji, ufuge ng'ombe ya kukamua maziwa, ukue na kondoo zako. Hata shida ikitokelezea unaweza uza moja ikusaidie, upate pesa utatue hiyo shida uko nayo. Unaona ile ni mlima, ukumbuke huko kwa umbali Aberdare. Mlima ya Aberdare. Shosha anaenda kwa nyumba yake sasa. Nafikiri anaenda kupika pia chai ya asubuhi. Inchi ilikuwa fresh kama kwa wazungu. Inchi fresh sana. Anaenda kwa nyumba yake pale kwa jikoni kwanza. Akishe moto apike chai yake akunywe. Kijana tajiri anatokelezea huko. Ni kama ametumwa kunitafuta ama. Huyo ni kijana tajiri. Tulienda naye pia. Anaitwa Maina. Kijana bosi wangu. Unaona boma lazima ukuweko na kang'ombe pale bana. Si boma ikae tu flat, boma ikae tu zero, no. Kang'ombe kakisimama pale pia unajisikia huko kuna mifugo zako. Mifugo lazima ziwe kwa boma. Ni kama masaa yangu inakaribia ya kukamua. Masaa yangu ni kama inakaribia. Hani madakika, si masaa, madakika. Madakika tu, si masaa. Sijaenda mbali, niko tu hapo kando na chungulia vile anakamua. Na ukumbuke dakika zangu zinakaribia za kukamua. Hapo sasa nimefika. Sawa, masaa yangu ndio imefika kukamua. Na nawa kwanza mikono ikae safi, nipake mafuta. Napaka mafuta kwanza ndio ikuwe sliding. Ukikamua ikuwe sliding. Si ati nilikuwa najua kukamua, ni kujifunza nilikuwa najifunza. Emily amesimama kando ananichekelea tu kando hapo. Ng'ombe itaki nikamue, ishajua huyu ni mgeni. Lakini Emily ashaiambia itulie tu nikamue.
Na vile naendelea kukamua, ukumbuke chai inaendelea kupikwa, na ule demu alichukua maziwa kwa jug, ukumbuke chai inaendelea kuiva. Nikitoka tu kwa kukamua ni kuenda kukunywa chai na kuingia job. Sasa hiyo inaelekea kitu saa 1:30 asubuhi. Mimi naona Emily amenimalizia maziwa. Najaribu kukamua haitoki. Lakini inatoka kidogo. Ni kama hiyo ng'ombe inajaribu kuficha maziwa ya jioni. So unaona nakamua na huku inatafuna. Nakamua na huku inatafuna, sijui imeficha nyasi ama ni nini. Lakini nilikamua nikafikisha nusu lita. Karibu nimalize maziwa. Mimi naona ni kama ng'ombe inaficha maziwa ya njao ndio inyonye. Najua pia ng'ombe saa zingine inakuanga janja. Yezi kukupea tu maziwa yote, lazima ijibakishie. Emily ndio amesimama tu kando anachungulia tu. Na mimi nishaiona dunia mzima, ng'ombe lazima ijibakishie chakula kwa mdomo. Usiku ikilala, ikikamuliwa inakulanga tu pole. Nishakamua karibu nusu lita, unaona? Sasa nafanya testing ya mwisho mimi nijitoe. Juu hata nikichelewa nitapata chai yangu imeisha. Ni kama nimemaliza. Mimi nimemaliza. Emily amesema ni sawa, nimejaribu sana. Mwenyeji tena anarudi kukamua. Tena lazima ninawe. Ndio hiyo maziwa itoke kwa mkono. Mimi niende kazi zangu. Emily, bye. Sasa tena hapo ni asubuhi. Lazima nipalilie waru. Hizi mnakulanga Nairobi zinaitwa chipo bajia. Ni hizo sasa. Lazima niingie asubuhi nipalilie kwanza. Zisishikwe na makwekwe. Lazima niingie asubuhi nipalilie. Waru zikae zikiwa safi. Hapo zimebakisha tu mwezi 1.5 kuelekea miezi 2. Zivunwe. Unaona maisha ya mwanamuziki Rasedu anajituma kujituma. Mara akamue, mara ndio huyo ako kwa shamba analima, anapalilia viazi. Naweza? Kama unaweza basi kuja unijoin. Kama unataka kunijoin, si unaingia tu YouTube hapo. Una comment, unaandika namba yako ya simu, nitakupigia. Hapo tunapalilia. Lazima upanguze jembe ikae sharp. Isikae na matope sana. Na ukileta maringo shambani, hautapata pesa. Ukileta maringo shambani, hautavuna vizuri. Wewe feel free. Usafi ni baadaye. Na hata kama ni kwa usafi unishindi. Na msiseme Rasedu ni mtu wa maringo. Rasedu ni mtu ako free, anaweza fanya chochote. Kulima na lima.
kulima na lima, napalilia, napanda, nafanya nini, ya ajali, kazi zote ako ready kufanya. Lakini na tukirudi kwa muziki, haunitoboi na unitoi. Na kushagia muziki vizuri sana mpaka ufurahie. Na ukumbuke hapo kila mwaka mwezi wa 8 tunaekeleanga muziki. Kila mwaka mwezi wa 8 tunaekeleanga muziki. Sasa nataka tu jione shughuli zangu za hapa na pale. Ndio ujue Rasedo si mrahisi hivyo. Hata usikiti hiyo jina Ras. Maana Ras, ani Ras si mtu mchokozi. Ras ni mpenda amani. Edu ni jina ilitoka kwa kitambulisho yangu. Yani Edward. Sasa nikaikata nusu, ikaitwa Edu. Yani Ras Edu. Kijana wangu mnajua anaitwa nani? Si mnamjua anaitwa Tevin. Hiyo lazima niwajulishe. Hapo naelekea kumaliza kupalilia, mimi niishie. Ni kama sasa nimechoka, nitoke niende shughuli nyingine. Dunia ni kuguza tu, unaguza hapa kidogo, unaguza pale kidogo, siku inaisha. Unamkia siku ingine. Mungu alitumbia dunia na sisi tujitume kama wanadamu. Unaona? Na hiyo power saw ukicheza chezi na kukata, usicheze na hiyo kitu, inakuanga kali. Usikitu hiyo jina power saw. Ukisileki kidogo inapita na wewe. Kama inararua mti inaeka chini. Sasa binadamu, kwani mafuta imeisha? Ni kama watakujaza mafuta. Hiyo power saw inatumianga mafuta. Ni ukweli ni kama watakuongeza mafuta. Si unaona wanaongeza mafuta. Ndio sababu inaitwa power saw. Anaongeza mafuta. Na kama wangebeba mafuta hiyo kitu ingekwama kabisa. Anaendelea. Mzungu alitufanyia vizuri kututengenezea hii kitu bana. Hii power saw. Ingekuwa ni kukata na mkono jo, dunia ingekuwa hata isongi. Kila kitu inaenda slow. Hii kitu hushaga mbao deadly. Hizo ni mbao zetu tunapasuliwa za kutumia. Unaona mali niko lazima pesa ifanye kazi. Nipasuliwe mbao za kutumia. Hani mafundi wameitwa kupasua mbao. Na baadaye mtaniona hata mimi nikipasua hapo mbele. Si ati nitawaangalia tu. Lazima pia mimi nitafanya testing kama naweza. Lakini mkumbuke Rasedo ashindwangu. Huyo ni kijana nimemtuma kwa nyumba huko. Nimemtuma kwa nyumba kuniletea simu.
kuniletea simu yangu ya smartphone. Hiyo inarushwa kando. Hiyo tena irushwe kando, ile igeuzwe. Igeuzwe ilale vizuri. Anatega vizuri. Hapa hata pia mimi naenda kupasua mbao. Naanza kupasua. Hiyo kitu si mzito na si nyepesi, yani iko hapo katikati. Ukibeba hivi ni kama kilo 5, kilo kama 4-5. Na inakuanga speed ya juu kwa kushiaga mbao. Speed yake iko juu sana. Ndio unaona nilikuwa nimeishika makini na inamwagiliwa oil ndio isikwame ndani ya mbao. Izunguke hiyo ikiwa softness. Izunguke ikiwa softness ndio ipasue hiyo mbao vizuri. Mnajiona Rasedu ni mtu wa kujituma jameni. Rasedu ni mtu wa kujituma. Amekamua ng'ombe, ameenda amelima, amepalilia, ndio huyo anapasua mbao jameni. Tukirudi kwa muziki, anashaga muziki. Haki mimi ni nani jameni? Mimi ni nani kwa hii Kenya? Kwa hii Kenya mimi ni nani? Rasedu. Baba Tevin. Pasua mbao ipasuke. Pasua mbao ipasuke na pawasu. Ni kazi gani sijui? Najua kazi zote. Najua kazi zote sasa. Hiyo ni mbao napasua tu. Hiyo napasua tu. Inamwagiliwa oil ndio ikuwe soft. Izunguke vizuri. Na iko speed ya juu vile kitu unaiona hivyo. Ukicheza cheza inaruka inakukata. Hiyo itakangi mchezo. Situangushe mti ya mwisho basi tuende home. Tuangushe mti ya mwisho tuende home sasa. Tuangushe mti ya mwisho. Kila mtu akae standby, mshike kamba vizuri. Hiyo ni mti ya mwisho inaangushwa. Watu waende home sasa, siku imeisha. Siku imeisha. Ndio hiyo kachonjo, ndio hiyo. Chini. Sasa tuseme mmejionea kila kitu, shughuli zangu zote mmejionea. Shughuli ya hiyo siku ya Nyandarua mmeiona, Nyandarua County. Hiyo shughuli mmeiona mwanzo vile nilifika nikashuka, matayarisho nini. Ndio hiyo tumemalizia hapo. Asanteni sana kwa kutazama hii kipindi. Tutawatayarishia ingine tena zaidi, tamu zaidi.